Sabato njema. Yaani leo mmevunja makabati. Mmependeza kweli wa mama. Asante. Asubuhi ya leo tutakuwa na somo zuri kila mmoja wetu. Omba Roho Mtakatifu azungumze na wewe. Si mnafahamu mimi nisichopenda? Aya, msifanye na kisikia, acheni. Mamaring. Hivyo. Tuombe. Baba, tunakushukuru, wewe ni mwaminifu. Sisi bila wewe hatuwezi kitu chochote. Tunakuhitaji sana maishani mwetu. Zungumza na mioyo yetu. Tazama familia zetu. Kwa jina la Yesu. Amina. Somo la leo litakusaidia sana wewe. Jana kama mnakumbuka niligusia kitu ya kwamba amani yako na furaha yako hailetwi na mtu yeyote. Wasichana ambao hawajaolewa huwa wanafikiria kwamba akipata mume ndio atampa furaha. Na wanandoa wengi hapo ndipo wanapojikwaa, ndio maana hawana furaha. Akifikiri mume wake anamletea, hakuletei, anaweza akaitoa ukicheza. Ninamaanisha uwe na mume usiwe naye, furaha yako ipo kwa sababu thamani yako yupo anayekupenda, Yesu mwana wa Mungu. Mume wako akiwa amelala usingizi wa mauti, yeye anasema anageuka kuwa mumeo. Katika Isaya ile 54 na fungu la 5, taanza kusoma fungu la 3. Lakini ikiwa mumeo amekufa kiroho, kuna watu wamefiwa na waume, kuna mtu mumeo amekufa kimwili, wamemfukia, amelala, hiyo inaeleweka. Lakini kuna mwanaume pia amekufa kiroho. Ikiwa mume wako amekutelekeza, amekufa, tumia kanuni ya mjane uishi kwa furaha. Na utakuwa mwenye furaha. Wachana kuhangaika na yeye kwa sababu maisha ni mafupi, mbingu ni hakika. Hata kukosesha mbingu. Ni huu mwili ndio unamtafutia. Kama amekwenda wacha aende, mwanakwenda, amekufa. Kwa vile amekufa kiroho, ishi kwa furaha. Unajua mara nyingine huwa watu wanawaza kwamba mume wangu ameondoka kwa sababu mimi labda mbaya, kwa sababu mimi labda nilimkosea. Tumesoma fungu hapa. Pastor ametusomea fungu zuri sana. Kushindana kwetu si kwa damu na nyama, kule ulimwengu wa roho. Ndio maana nakusisitiza, wachana na kusali tu. Weka Yesu moyoni. Uchawi unakupata kama unasali tu. Wale jamaa kule wanatumiaga na manguvu ya giza. Mume wao anachukuliwa kwa upeo, unamuona. Unajitafakari unakosa gani? Huna kosa mahali popote, lakini ameenda. Ishi kwa furaha. Yesu alipokuumba, amekuumba na makusudi na wewe, amekufia, anakupenda mno. Ndio yeye anaweza kuingia moyoni, Urio hawezi kuingia moyoni. Si nimewaambia hapa ananipenda, lakini hawezi kujua mimi nawaza nini. Hawezi kuingia moyoni. Lakini Yesu kwenye chumba cha moyo anaingia, anajua mawazo ambayo hata sijayawaza, yeye anajua. Mbona nisingangane na huyo nikaishi kwa furaha? Asubuhi ya leo somo letu ni amani moyoni. Wangapi wana amani? Hata uelewi maana yake. Amani moyoni ndilo somo letu. Tunafahamu ya kwamba ni utulivu moyoni. Ni utulivu wa kiakili katikati ya majanga yoyote yale. Kazi una amani. Watoto wameasi vile unavyotaka wawe, hawako hivyo. Wazazi tuna shida, kuna namna tunatamani watoto wetu wawe. Mimi pia huwa natembea sana kwenye shule za sekondari. Na mpaka huwa nalia, kwa nini Mungu umeruhusu mimi niajue haya? Ninajua mambo mengi sana yanayoumiza. Mara nyingine nakaa nalia, kwa nini Mungu umeruhusu nijue haya? Najua vitu vingi sana ambavyo mara nyingine kwangu ni mzigo, huwa nalia.
Kwa nini? Najua vitu vinavyosikitisha. Umeshawahi kutana na mwanaume unayetarajia wewe ni mtu wa Mungu kabisa, afu ni shoga na ameoa? Umeshawahi kutana naye wewe? Wazazi hatuwajui kabisa watoto wetu. We know nothing about them. Tunawapa matunzo, hatuwapi malezi. Hiyo ndio shida. Unapopeleka mtoto shule, chakula kizuri, mavazi, malazi bora, hayo ni matunzo, sio malezi. Unang'ang'ana kupeleka shule ya yes no, hujui chochote kuhusu mtoto wako, na mwenyewe una furaha. Ukija kushtuka mtoto amefika mbali, hawezi kurudi. Amani moyoni ni hali ya raha na salama bila magomvi. Ni hali ya kutokuwa na vita kati ya mtu na mtu, kati ya nchi na nchi. Amani moyoni mwako, utulivu. Waamuzi 6:24 tunakutana na neno Jehova Shalom. Bwana ni amani yangu. Bwana na awe amani yako. Humaanisha ukamilifu, usalama, uzima na kujaliwa hali njema. Tunasoma Waebrania 12 na fungu la 14, fungu nalolipenda sana. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Anasema tafuta kwa namna gani? Ina maana sio rahisi. Ukiambiwa kitu tafuta kwa bidii, ina maana sio rahisi kuwa na amani. Sawa watu wa Mungu? Zaburi 34 na fungu la 14 anasema uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Amani inafuatwa, inatafutwa kwa bidii, lakini inafuatwa, unaifuatia. Amani imekaa wapi? Sio rahisi. Sawa Sio rahisi. Katika Mathayo 5 fungu la 8, heri wenye moyo safi, maana hao watafanya nini? Moyo wenye amani ni moyo safi. Kuna watu mioyo yao ina vitu pale. Kuna kona kamweka jirani yake kazidisha mpaka. Kuna kona nyingine kuna mumewe kamweka. Kuna kona kuna mwanae mmoja sijui kafanyaje. Kona zote zimejaa matakataka. Heri wenye moyo safi, maana utamuona Mungu. Wafilipi 4 fungu la 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani ya Mungu ipitayo nini? Anamaanisha nini akisema hivyo? Anamaanisha amani ya mwanadamu inapatikana mambo yanapokuwa shwari. Ana pesa, ana mke anayemtii, ana mume anayempenda, watoto wake wote wana kazi, watoto wake wanasoma, masomo shuleni unafaulu, unapata AA, ukiteleza unabii. Si ndio hivyo Amani ya Yesu si hivyo. Hata katikati ya dhoruba, hiyo ndio amani inayopita akili na ufahamu. Watu wanakuona kama chizi. Yaani huyu anayopitia kweli bado anachangamka. Amani ya Mungu inapita ufahamu wetu. Zaburi ya 125 na fungu la 1, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki, wakaa milele. Ukimtumainia Bwana hautatikiswa na kitu. Dhoruba ije, mvua inyeshe, jua liwake, kimbunga, mlima upo tu. Ukimtumainia Mungu utasimama imara katika kila aina ya dhoruba. Mithali 17 na fungu la 22, neno la Mungu linasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka ukausha mifupa. Moyo uliofanya nini? Changamka. Kuna mama mnyonge tu, binti mnyonge tu, kwa sababu eti kuna kijana alikuwa amemwambia nakupenda, alafu ameacha kumpenda. Kwani wauliza vijana wa kike na wa kiume, ni kipi bora? Eti mabinti wangu, ni kipi bora? Mchumba akuache kabla hamjaoana, au akuoe akuzalishe watoto wawili afu akuache? Sasa huwa mnaumia nini?
Mungu ndiye anayejua kwamba mtaishi kwa furaha au la. Akienda mwache aende, kwani ni peke yake duniani? Mithali 15:13 anasema hivi: moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Moyo wa furaha unachangamsha uso, bali huzuni ya moyo roho inapondeka. Lakini Mithali 12:20 anasema, wafanyao mashauri ya amani kwao kuna furaha. Fanya mashauri ya amani na familia yako na mumeo na watoto. Wale wenye watoto ambao tayari wamebalee, wasichana kwa wavulana, acha kugombana naye. Huo umri sio wa kugombana na mtoto. Fanya naye mashauri, kaa naye chini, mlee mtoto wako indirect. Akishafikia umri sasa amebalee, usisahau kwamba ule umri wa kubalee ni umri ambao hata yeye mwenyewe pia hajielewi. Sawa? 12, 13, hapo 14, 15 ni mahali pagumu. Wengi ndio kidato cha pili, cha tatu anaacha na shule, hapendi tena masomo. Umuelewa anapitia hali ngumu sana. Hajitambui yeye mwenyewe, mwili wake kwanza unamsumbua, hautambui. Sawa? Kama hukumfundisha tangu mdogo habari za Yusufu, akatamani kufanana na Yusufu, kufanana na Yesu, atatamani kufanana na Bob Marley. Sio kosa lake, ni umri. Anatamani kufanana na Bob Marley, maana hukumuonesha fanane na nani. Anataka kufanana na wale mnaowaona kwenye mitandao. Ni umri anapita, mzazi ujue. Sasa hatugombani na watoto wa huo umri. Unakaa naye chini, mnashauriana, mnaongea, na ndio umri wa kumpenda zaidi. Mpende mtoto wako zaidi. Tunafanya makosa haya katika malezi. Yule mtoto ambaye ni mkaidi, yule mtoto ambaye ni mraimu mtii, huwa tunampenda zaidi, sivyo? Ni makosa. Alafu lile lijeuri hatulipendi, si ndio? Hayo ndio makosa tunafanya. Alafu tena tunamwambia kabisa, tunamthibitishia, wewe lijeuri, wewe lijeuri. Na yeye akili inamwambia, wewe hata ufanyeje, wewe ni mjeuri. Sawa sawa na mwanafunzi unayemwambia, yani wewe kilaza mkubwa, wewe yani wewe ni wa kufeli tu. Akili inamwambia, wewe soma tu, lakini wewe ni wa kufeli. Ikiwezekana nenda kalale, unapoteza muda. Wanafunzi, hakuna mjinga. Umesikia? Hata kama unapataga F, unapata D, wewe una akili sana. Kuna mambo tu hujayaweka vizuri. Hayo ndio maneno ya kuambia mtoto wako. Wazazi, tamkia baraka mtoto wako. Tamkia mambo ambayo kwa akili za kibinadamu unaona hayawezekani. Tamka. Mimi ninaye kuambia ni shahidi wa hayo. Tamka. Watamkie baraka. Sawa? Wamama, hata kama mume wako ni korofi, usimfitinishe na watoto wake, kwa sababu baraka zinatoka kwa baba. Baba anabariki uzao wake. Hakikisha watoto na baba yao amani ipo. Sawa sawa? Wamama wengi, wababa hawanaga hiyo tabia. Hiyo tabia tunayo wamama. Wakikosana baba na mama, mama anasema ubaya wote wa baba kwa watoto. Wakati mnaposana walikuwepo watoto? Walikuwepo? Mbona unasema upande mmoja? Wewe kwako mbona usemagi? Acha watoto wataona wenyewe, na huwa wanachuja watoto. Wanajua kati ya baba na mama, korofi ni mama, korofi hapa huwa ni baba. Wanafahamu. Kwa hiyo wewe usipoteze muda kuwaambia. Acha watoto wako wapate baraka. Amani. Amani haiondolewi na mtu yeyote wewe usiporuhusu. Kwa sababu hakuna mtu anayeingia huku moyoni kwako. Huku moyoni ni wewe. Na ndio maana nikiongea na vijana, kama vijana walioko hapa, na wakumbusha, chunga barabara zinazoelekea moyoni. Linda ile milango yako 5 ya fahamu. Mithali 4:23 anaposema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, anamaanisha linda milango 5 ya fahamu. Hizo ndizo barabara zinazoelekea kwenye moyo. Macho, unatazama nini? Unasikilizaga nini? Ni vitu gani unapenda kuonja ovyo? Mnakunywa mpaka vile vitu ambavyo mtoto wa Kiadventista asingepaswa kugusa kunywa. Ni sumu kuliko mnavyofikiri. Wakati wenzako hata soda zenyewe tu tumeacha, wewe bado unaenda kunywa na ile.
alafu mnalalamika. Sasa hivi vijana wengi, naomba tu niwaambie wazi, wanaume wengi vijana, mambo sio shwari. Sawa sawa, mtana chinu. Kwa hiyo angalieni watu wanakula nini, wanakunywa nini, ni hatari. We unabugia tu, ni sumu. Hakuna siku mzungu alitutakia mema, haipo. Haipo na haitatokea. Kunyweni tu. Ninashughulika na mambo ya ndoa, naona shida zinazopatikana. Mwanaume afadhali ukose hela. Vijana wadogo msiguse kabisa. Sikiliza fungu hili, nalipenda sana. Zaburi ya 119 na fungu la 165. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Nikiongea na wamama na waambia wamama, unakasirika, unafunga virago, unaondoka eti mumeo amechiti. Hivi mtu akichiti, awe mwanamke awe mwanaume, amemkosea nani? Kweli? Mna uhakika? Hajamkosea mkewe? Hajamkosea mumewe? Hayaweki here ni cha nini? Nafunga virago, naenda kwetu mimi, naenda kwetu. Hata hivyo baada ya kuolewa kwenu ni wapi? Kukosa amemkosea Mungu, hajakukosea wewe. Unajua, kama tukijua kwamba tukitenda dhambi tunamkosea Mungu, hatutajificha kutenda dhambi. Kwa nini tunajificha tutende dhambi tusionekane? Kwa sababu tunaogopa wanadamu wenzetu. Tumesahau kwamba Mungu yuko mbinguni anatuona. Dhambi tunamtendea Mungu. Daudi alipomuua Uria kwa ajili ya Betsheba mkewe, anaandika Zaburi ya 51. Anasema, Bwana uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, usinitenge na uso wako. Anasema, kwa maana nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Dhambi tunamtendea Mungu. Mwenzi wako akiasi, amemuasi Mungu, na Mungu alikupa wewe ili umsaidie kumrejeza. Ndio maana sisi wanawake, Mungu anasema sisi ni wasaidizi. Kuna mahali hatusaidii, tunafanya hivi bila ulinzi. Tutajifunza mchana na kesho kwamba ni lazima tulinde wanaume. Linda mumeo. Mungu amesema we mlinzi, lakini pia we umsaidie. Mungu alijua umeolewa na mzinzi. Mungu anajua, anamjua, si ndio aliyomuumba? Alipoangalia, alipokuona wewe akaona unamuweza, badala umsaidie na wewe unakaa pembeni. Mungu alijua usimuangushe. Kwani Biblia inasemaje? Mungu hataruhusu jaribu liende kwa mtu ambaye aliwezi, sivyo? Na kila jaribu lina mlango wa kutokea. Na Biblia inasema usishindane na mtu ikiwa hakukudhuru. Amekudhuru wapi? Kuna mahali amekudhuru? Au ni roho yako mbaya tu? Huwa nawachekesha watu, nawaambia, hata jana nilikuwa naongea na mwanandoa mmoja, sijui hata ni wa wapi. Huwa naongea nao siwajui. Anakasirika, mume wake amechiti, anakasirika. Sasa nawaambia, ni nani ambaye ana shamba zuri la mahindi limestawi? Anapita ngedere, anakwanyua mahindi mawili. Alafu mwenye shamba anasema, umekwanyua mahindi mawili, na shamba nakupa, chukua. Nimekwambia shamba na kususia. Utakuwa una akili, sivyo? Umeshajua kumbe shamba hili kuna ngedere tunashare. Ndio mahali pa kupita na bunduki. Kama una bunduki na mikuki, napita na mikuki, napita na mapanga. Kama kuna mahali ni na mapanga, kumbe shamba langu, kumbe tunashare na ngedere. Na linda shamba. Ndio mahali ambapo utakiwi kununa, unajichekesha na wewe, sawa? Ndio mahali na wewe badala viatu wavue mwenyewe na wahi kumvua. Ndio mahali na mimi najichekesha kama wanavyojichekesha wao. Niliwaambia jana, we Delila anakushindaje wakati ya kuwa na Yesu? Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Wale watu ambao tumezoea makanisani, wamenikwaza na kwaya yao na wacha. Wewe ndio una shida. Sikia mfano huu.
chukua maji, weka kwenye glasi. Chukua glasi moja, iweke mchanga, alafu ile moja usiweke kitu, weka kwenye meza zitulie kimya. Utakapoziangalia utaona zote zimefanya nini? Ni safi, yale maji safi, sivyo? Chukua kijiko au kijiti, ukikoroga ile glasi ambayo ina maji tu, nini kitazunguka? Maji, ndani hakuna kitu. Ukikoroga ile yenye mchanga ile, nini kitazunguka? Kile kijiti kimeweka ule mchanga. Mchanga ulikuwemo, sivyo? Ukiona mtu amekukwaza, mshukuru Mungu, yeye ni kijiti tu, amekuonesha kwamba moyo wako una matakataka, hauko safi. Maana kama wewe uko safi, hata wakikukoroga, nini kitazunguka? Hamna. Wale waliozoea kukwazwa, wale wamenikwaza na kanisa lao na wacha. Hauna nini? Sheria ya Bwana moyoni mwako. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Amani ninamaanisha mumeo hawezi kukukwaza, mkeo hawezi kukukwaza kama una amani ya Yesu moyoni. Amani ya Yesu. Bwana Yesu katika Yohana 14:27 alituambia maneno haya matamu: amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amani Yesu anayotupa ni tofauti na amani ya ulimwengu. Amani ya Yesu katikati ya dhoruba. Hata hivyo, sikia neno la Mungu linavyosema. Anasema ujapopita katikati ya moto, mwali wa moto hautateketea. Hasemi unapoishi kwenye nini? Ina maana mioto tunayopitia humu duniani tunapita, ni mapito, utakaa sawa. Sawa? Na anasema ujapopita kati ya bonde la nini? La uvuli wa mauti. Unapita kwenye hilo bonde. Nimepita mara nyingi kwenye hilo bonde la mauti. Ukiniona hapa nina operation kubwa 5 za maana. Operation ya kwanza sikuwa nimeelewa na kibofu nikaharibika. Wengi mmeona kwenye mitandao nikishuhudia. Mimi hivi nilivyo ni mtaji nilioupata nilipoharibika kibofu. Na Bwana anakuletea mitaji ya imani wewe utaki. Inawezekana mumeo ni mtaji wako wa imani. Inawezekana mkeo ni mtaji. Inawezekana umaskini ni mtaji. Inawezekana watoto wako wanaokengeuka ni mtaji wako wa imani. Usikwepe, kutana na uso kwa uso. Utatoka kama mshindi. Utafundisha wengine. Bwana anakupitisha. Na siri ni hii, nikwambie siri. Leo nakuibia siri. Wanaosafisha dhahabu, dhahabu ni lazima isafishwe kwenye moto. Na mfua dhahabu akiitoa dhahabu yake kwenye moto, kama haijatakata, huwa anafanya nini? Huwa anafanya nini na hiyo dhahabu? Anairudisha, afu anafanyaje pia? Anaongeza moto. Umeelewa? Sasa wewe ako kamoto unako kapitia hako utaki, usubirie kubwa. Kubali hako kakutengeneze. Sawa? Operation ya kwanza paka ya 3 sikuwa nimeelewa. Operation ya 4 nilifikiri nimeelewa. Ya 4 sikuwahi kumuomba Bwana aniponye. Hata ya 5 nilimwambia Bwana, kuna kitu unataka kwangu. Nipe imani nipite salama. Utakapoona umeridhika, najua utanitoa salama. Sikuwahi kuomba mimi aniponye. Operation ya 5 niliugua, nakumbuka karibu mwaka mzima. Lakini najua shetani alikuwa anapinga na alikuwa anataka aniue nisiwe huyu Debora mnayemjua. Lakini pia niimarishe ili nikikutana na mgonjwa nimwambie Bwana anavyoponya, maana mimi ameniponya. Nikikwambia habari ya imani naelewa. Wakolosai 3:15, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitwa katika mwili, tena iweni watu wa shukrani. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwetu, maana ndivyo tulivyoitiwa. Sasa hatua za kufuata ili uwe na amani. Sawa? Yaani kama unaandika, viandike hivi, vitakusaidia.
hatua za kufuata ili uwe na amani moyoni. Ninapokuwa mimi na amani moyoni, sikia, walio jirani na mimi wataambukizwa hiyo amani. Mara nyingi mtu ambaye hana amani, hata walio karibu yake hawawi na amani. Akiwasogelea na wachoma miiba yake. Yani ile yeye hana amani, kwa hiyo na wengine wanaomzunguka pia wanakosa amani. Kitu kidogo hata akimwambia nguo yako hiyo umependeza, kasema nguo yangu mbaya. Ujue mtu wa hivyo moyoni kuna shida. Wamama wana shida sana. Kimwambia nguo yako nzuri lakini fupi kidogo, ingekuwa ndefu kidogo ungependeza. Amesema nguo yangu mbaya. Ndio yanayoendelea kwenye miji ya watu. Mumeo anakuambia mke wangu siku hizi umenenepa. Ameniambia mimi nimekuwa kama sanamu la Michelini. Yaani Wakenya wanasema unamwekelea maneno. Kwani ndivyo alivyosema? Amekwambia tu mke wake umenenepa. Unajuaje labda ndio amekusifia? Hatua ya kwanza ili uwe na amani, mpokee Bwana Yesu awe mwokozi wa maisha yako, awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Mpe moyo wako Yesu. Hapa naomba tuelewane. Watu wengi tunasali. Sikia. Watu wengi tuna mahusiano mazuri sana na kanisa. Tunaimba kwaya, wahubiri wazuri. Tunafanya kazi zote za kanisa. Kila kitu tunafanya. Wainjilisti kama mimi. Lakini hatuna uhusiano na mwenye kanisa. Mpe Yesu moyo wako. Unajua Ufunuo 3:20 anaposema tazama nasimama mlangoni nabisha. Yesu anabisha mlango, na tulio wengi tunamwambia karibu Bwana. Kuja kwenye huu mkutano ni kumwambia Yesu karibu moyoni. Haitoshi, anataka ushike mkono wako mlango wa moyo, ufungua Yesu aingie. Tangu umebatizwa Yesu yuko mlangoni anabisha. Na unaishia kumwambia karibu. Karibu. Karibu Yesu. Umekuja kwenye mkutano, ndio wale ninaosema wako hapa. Akirudi nyumbani alimwacha mumewe, mke wangu huko umejifunza nini? Yule yule. Unajua ndio maana wanaume wengi wanakataza wake zao hata mambo haya ya wanawake. Wanaambiwa mnajifunza huko mambo yenu ya usawa huko. Kwa sababu hauna badiliko tangu uende mikutano na mikutano. Sijui wa Singida ukosi, sijui wa wapi umo, lakini ukirudi yule yule. Halo. Ukirudi ujeuri ni ule ule mwenzangu. Hakuna badiliko. Mume wako hakuna kitu anaona. Hata ingekuwa mimi ni mwanaume. Sasa unaenda kufanya nini? Si ukae tu hapa unipikie ugali nile. Mpe Yesu moyo. Mpe Yesu moyo wako. Mwambie Yesu, nitawale, chukua moyo wangu. Yesu akiwa kwako, hautaomba usiku kwa sababu unaogopa wachawi. Hautaomba saa ya kula tu, hapana. Yesu akiwa moyoni mwako, utakuwa unakesha. Maana ya kukesha sio kama jirani zetu wanavyokesha. Eti usiku kucha wanaimba hawalali. Usiku ni wa kulala. Unaamka mara kadhaa, unafanya maombi, lakini lazima ulale. Kukesha ni kuwa na Yesu moyoni muda wote. Unazungumza naye muda wote. Mpe Yesu moyo. Utampaje Yesu moyo na kuna mafungu au una doubt? Hivi kwani ndio ilivyo maanisha? Haikumaanisha hivyo. Kwa hiyo unatengeneza Biblia yako. Na ukishakaidi moja, umekaidi yote. Sawa watu wa Mungu. Wale ambao jana hamkuja hapa, hamkuwepo jana, ndio mmekuja leo. Niliwagusia tu, nimegusia maana huko kwenye mitandao ipo hiyo, inasikika sana, inazunguka. Kataa mtoto wako asinyoe kiduku. Kiduku Mungu amekataza. Denge. Unavaa pepo la kiuasherati, hiyo ni ibada ya kizinzi. Makanisa yetu kwaya zimejaa uzinzi. Na vivulana eti mpaka wasichana na wananyoa nywele zote huku kama mapepo vile. Wanabakisha hapa katikati. Sasa unasema mimi wachumba wanioni. Anakuona nani kiduku? Na wamama eti wamama mkwe wenzangu kama mimi. Ukiletewa kiduku mama, unamkubali? Mimi uishie huko. Sije nikakuona na kiduku chako. Tuliona jana wenzenu kiduku hata hawana kazi za maana.
Unataka wewe mtoto wako ananyoa kiduku unamuangalia, na unajua wanaonyoa hivyo wanafanya kazi gani? Wazazi nini? Na Biblia imekataa. Na huwa naongea na wanaume, kwani wanaume wa siku hizi wakoje? Eti nawaona kule nyuma wengi, na wengine wako hapa wachungaji. Wewe mke wako anakunyongolotea mtoto wako. Yaani muda wa Bible stories hana na watoto, ila muda wa kumnyongolota kichwani anao. Na we baba upo tu. Hujui huu ni uzao wako. Huyu ameletwa akusaidia kukutengenezea uzao, sio akuharibie. Kuna kitu hamjui. Ukianza kumsuka mtoto tangu mdogo, unamkomaza uso, hawezi kuwa na baby face. Ukitaka nenda ukafanya experiment, fanya. Chukua mtoto wa umri huo anayesuka, chukua umri huo ambaye asuki, waweke pamoja. Huyu aliyesuka anaonekana mkubwa, amekomaa uso. Hivi mnasukaga watoto ili nini? Apendeze. So what? Akishapendeza. Unajua kuna vitu mnaiga na hamuelewi maana yake. Yaani huyu mtoto badala niweke kama tulivyojifunza jana habari za Yokebedi, nimuweke vitu kichwani, niweke vitu kichwani. Akitoka ajue yeye sio Misri, yeye ni Mwebrania. Wewe una kazi ya kumlemba. Yesu yu ndani ya baba. Hiyo ndio shida. Yesu yu ndani ya baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani yangu je? Yesu yu ndani ya mama, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu yu ndani ya mama, furaha nyingi, furaha nyingi. Baba anatengeneza frame ya familia yake, kwamba hii familia yangu, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Na mke wake anajiseti kulingana na mume alivyofanya. Wanaume wengi hawana frame yoyote, ajui chochote, yani nyumba hiyo iende tu hivyo hivyo. Ndio siku nyingine wanasali, ibada ipo, siku nyingine hamna. Wakipata nafasi kama hivi wanawashwa moto, wakirudi kwanza wiki hii kwanza watakuwa na ibada angalau. Baada ya hapo ibada hamna tena. Baba ndani yako, nyumba inakuwa salama, maana Yesu anaitawala. Yesu akiingia ndani ya mama, furaha nyingi na vicheko nyumbani. Kwa hiyo hatua ya kwanza ili uwe na amani, mpe moyo wako Bwana Yesu. Mpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatua ya pili, jikubali hivyo ulivyo. Jipende, maana wewe ni wa pekee. Hakuna kama wewe duniani. Jikubali vile ulivyo. Umezaliwa kuwa mweusi, jana tuliona. Weusi ni rangi nzuri sana, adimu, haiuzwi madukani. Yaani hawauzwi. Unachotakiwa kufanya ule vizuri, ngozi yako hiyo nyeusi iwe laini, meremete zaidi. Jikubali vile ulivyo. Sasa hapa naweza kufanya nini ili niwe mrefu? Si amna? Ndio nimefika. Fifi baba zao. Jikubali vile ulivyo. Mungu amekuumbaje? Hakuna kama wewe duniani. Hakuna mtu atatokea. Sawa sawa? Wewe jikubali vile ulivyo. Jikubali. Hakuna kama wewe. Duniani kuna Debora Urio mmoja tu. Dunia nzima kuna Debora Urio mimi peke yangu. Kwa hiyo lazima nijikubali, nijipende. Maana hakuna kama mimi. Namba 3. Kama una mwenzi, kama una watoto, mkubali mwenzi wako na watoto wako na familia yako vile ilivyo. Wakubali. Hao ndio wakwako. Hiyo ndio familia yako. Ikubali, ipende.
Unalinganisha watoto wako na watoto wa watu wengine. Wenzako wakisoma wanafaulu, wewe ufaulu. Kwani wewe ulimlisha nini? Wakati wa ujauzito ulikula nini? Umesahau? Ulimlisha chakula yule mpaka awe na akili. Haya, hata alipokuwa mdogo ulikuwa unamsindilia masukari, atakuwaje na akili? Mkubali mume wako vile alivyo. Mkubali mke wako vile alivyo. Kubali watoto wako vile walivyo. Wapende, wachukue vile walivyo. Namba 4, furahia maisha ulio nayo. Yakubali, maisha ni mafupi. Yafurahie maisha ulio nayo. Usitafute ambayo Mungu hakukupa. Simaanishi uwe mvivu usifanye kazi. Mungu amesema atabariki kazi za mikono yako. Kama umefanya yote, juhudi yote unayo, hayo maisha ulio nayo, yafurahie. Maisha ni mafupi sana. Pika kaugali kako na dagaa na katembele pembeni. Sina mboga gani huku mnakulaga nini? Sukuma wiki sana na nini tena? Na Chinese. Na nini tena? Majani ya maboga. Na mgagani upo? Kuleni sana huo. Sawa kuleni sana hiyo. Huyu umetaja mboga nzuri sana. Mashona nguo hayo. Alafu leo nakuibia siri. Mboga ya majani changanya. Umesikia? Nilimuona bibi yake mama yangu mimi. Yani bibi wa mama, sio bibi yangu mimi, bibi yake mama yangu. Nimejifunza kwake. Mimi sipiki mboga ya majani moja. Nachuma kama 5 hivi nachanganya. Na uzuri nachuma humo ndani ya geti langu, humo. Sawa mimi sikufundishi wewe tu mama. Mimi mwenyewe nayaishi. Humo nyumbani kwangu ndio nachuma. Sawa? Utachuma mnafu, majani ya maboga, makunde, mchicha wa kienyeji, unachanganya. Kula ugali wako kwa furaha. Sawa? Kubali maisha, yafurahie maisha ulio nayo. Furahia mwenzi wako. Bado una mwenzi? Siku nyingine tembeeni tu bila sababu. Tokeni. Nyewe waume mlioko hapa. Wanawake tunapenda sana outing. Mtutoe jamani. Usiniambie hela una. Kwani kutoka mpaka hela, kutembea na miguu hivi nayo ni hela? Shika kamkono kamke wako na mnatembea tu. Unamkumbusha mambo ya zamani. Wakati alivyokuwa anakusumbua, wakati unamchumbia, mkumbushe. Wanawake tunapenda hivyo vitu sana. Mama gani hapendi? Hebu nyosha kama we upendi. Unaona wababa wa mama wote tunapenda outing. Wewe tangu Januari mpaka Disemba, huyo mama yuko hapo. Ni masufuria, suruali zako afue, ni kudeki nyumba, ni nini. Yani ndio hiyo tu mwaka mzima. Na hata hii wa mama niwaambie, hii ni outing. Wababa mnaonisikiliza, hakikisha mke wako anapata nafasi ya kutoka. Kuna mahali tunahitaji kuwa Debora. Nitoke kwenye mikutano kama hii, nikae nilishwe. Sawa watu wa Mungu? Najiandaa ule wa kule kwetu kule Iringa, sitaki na mimi ni ukose. Kama kuna mtu nilimpa hiyo nafasi kwamba nitaenda kwake kwa semina, hapo kwa kweli atailisha tu, na mimi naenda kulishwa. Tokeni, furahia maisha. Maisha ni mafupi mno, yafurahie. Huna sababu ya kukaa unawaza ningekuwa kama wale, ningekuwa hayo maisha ni mazuri, yana baraka. Na ukitaka uelewe, angalia hao waliobarikiwa sana, unakuta wana bonge la mwiba. Sawa lakini wewe uchumi wako ni wa chini, una ugonjwa hata kidogo. Hata mafua kwako yanapitaga nyumba ya jirani. Si ungefurahia? Namba 5, usijilinganishe na mtu. Tuna hilo kosa huwa tunafanya. Unajilinganisha na mtu mwingine. Usijilinganishe na mtu mwingine. Matunda yote yangekuwa maembe, mananasi yangekuwa wapi? Una struggle uwe kama mtu fulani, unang'ang'ana uwe kama yeye, hautakuwa. Sawa Najua watu wengi wanatamani kuwa kama Debora Urio. Lakini hujui ninachopitia. Hivi wewe ungekuwa unatozaga hela wewe? Si ndio? Ungekuwa unatoza hela. Sasa mtumishi wa Mungu nalipwa shilingi ngapi? 2 milioni kwanza niwekeni kwenye account. Wewe unafikiri Mungu mjinga? Wewe hawezi kukupa. Anajua utatoza hela, ukitoza hela umeharibu huduma. Sawa Jikubali, usijilinganishe na mtu.
Wale wanakwaya, kuna mwanakwaya mwenzako akiimba sauti ya kwanza hadi unapenda. Ndio Mungu amempa yeye. Sawa? Wewe imba ile ile ya kwako. Imba vile vile ya kwako, na wewe utakuwa tofauti na yeye. Nimewaambia mimi naimba kwaya tangu mtoto mpaka sasa sijawahi acha. Sina mpango wa kuacha. Kwaya yangu ya utoto ilikuwa Maranatha Mafiga, kanisa la Mafiga. Sasa hivi hata Mwenge mimi nimeimba. Hata harusi yangu kwaya ya Mwenge walikuja. Sasa nilikuwa muimbaji wao mwaka 90. Lakini sasa naimba kwaya ya Mazimbu. Hata ukiangalia net event zote tupo na mimi niko pale naimba. Mara nyingi wanaume wanasumbua kwenye kwaya kuimba. Wao eti hawana muda. Miongoni mwa vitu vinavyowaua mapema wanaume ni anti-social. Wanaume hawajamiani, hawasocialize. Unakuta kwaya kubwa, bezi wako wawili, ya tatu watatu. Na kwangu hiyo ikatokea. Sasa tunaenda kuimba ya tatu amna. Nikamuuliza mwalimu, "Kwani mwalimu, mimi huwezi kunifundisha ya tatu nikaimba?" Akasema, "Ndio naweza." Nikamwambia nifundishe. Kwa hiyo mimi naimba sauti ya tatu. Hata nikibaki peke yangu kwaya nzima naimba. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Na mkicheza hata bezi vile vile tutaimba wanawake. Sikia, ili uwe na amani moyoni, namba 6. Ili uwe na amani moyoni, yakubali mema yanayoonekana kwa wengine. Yakubali mema, kubali talanta za wenzako, wapongeze. Ukitaka uwe na amani, kubali mema yanayoonekana kwa wenzako. Utakuwa na amani sana. Kwa maneno mengine utakuwa umeshinda wivu. Wivu ndio unaotesa watu wengi, na wivu ndio unazaa chuki. Kaini alimuua ndugu yake kwa sababu gani? Wivu. Mungu alikubali sadaka za Abili, za kwake hakukubali. Na Mungu alimwambia, "Tenda na wewe vyema." Hakutaka, mwisho wake akamuua. Sauli na Daudi alikuwa amemkosea nini Sauli? Eti wanawake tu waliimba. Sauli ameua maelfu, Daudi ameua 10,000. Likamkereta jamani hilo, baba, yani mimi mfalme, mimi ndio nimeua maelfu. Alafu aka bwana mdogo kameua 10,000. Kubali mema ya wenzako, wapongeze. Mtoto wako mzuri, hongera, umependeza leo. Mwambie mwenzio, "Sawa, umependeza mama fulani leo." Yule mama anajisikia vizuri. Unamwangalia tu, unambibidua mdomo, unapita, kumbe roho inakuuma kabisa. Alafu unaenda kutafuta kiatu kama kile. Na huku mwambie kwamba kiatu chako kizuri. Alafu unaenda kukitafuta. Mama, hivyo utateseka ufiki. Umeenda kwa mtu mji wake mzuri, unamwambia una mji mzuri, na mimi naomba haya maua nikapande kwangu. Hivyo ukiwapongeza wenzako mema, utapata amani moyoni. Namba ngapi tuko? 7. Usiangalie makosa ya wenzako au mwenzako, angalia ya kwako. Hapa wanandoa ndo tunakokwama. Kila siku mumeo ndo ana makosa tu. Kila siku mkeo ndo ana makosa tu. Na mimi nikiongea na wanawake wanawaambia, wanawake wenzangu, unataka kuniambia mumeo tangu alikuoa hakuna jema lolote amekutendea? Kweli? Inawezekana? Haya basi, hakuna jema alilokutendea. Basi hata mshukuru amekupa watoto. Hata hilo nalo ungepata wapi watoto? Si amekupa watoto, basi mshukuru. Ni kweli kwamba mke wako ni mbaya tu? Watoto, ni kweli kwamba wazazi wenu ni wabaya tu? Hapana. Ni wazuri, sawa wanakupenda. Mara nyingine ile mivutano kati ya ninyi watoto wetu na sisi wazazi ni kwa sababu tunataka ukae sawa. Ila mara nyingine hatujui namna gani ni kuingie mwanangu. Sawa? Kwa hiyo mwe mnatuhurumia, mwe mnatuombea wazazi wenu. Usiangalie makosa ya wengine. Kosa likitokea, angalia we una mchango gani katika hilo kosa. Ukifanya hivyo utapata amani. Kwamba katika hili lililotokea, mimi nina mchango gani? Ukikaa chini utafakari. Natumia mfano huu si mzuri sana, lakini basi hivi.
Kama kuna kitu mama mchungaji jana aliniambia, mama mchungaji yuko wapi? Kaka Samuel labda katoka. Aliniambia kwamba wanawake tunachukia sana kuchiti. Ni kweli. Kama kuna kitu mwanamke kinamkera ni mume wake kwenda kando. Lakini mimi huwa nina mfano huu, watu wa Mungu. Ni mzazi gani mtoto wake akila kwa watu wanamchapa? Wazazi ni wengi, si ndio? Nione wazazi wanaopenda watoto wao wale kwa watu. Nione wazazi wasiopenda watoto wao wale kwa watu. Yaani kitoto kinakula kula ovyo. Inaumiza Sasa sikiliza. Naomba ujifunze hii leo. Ukiona mtoto wako amekula kwa watu, jiulize maswali 4 au kuna sababu 4 zinazofanya mtoto wako ale kwa watu. 1, chakula nyumbani hakuna. 2, chakula kipo lakini kidogo, hakitoshelezi. 3, chakula hakitolewi kwa wakati. 4, chakula kipo lakini mama kupika hujui. Kwa hiyo badala umchape mtoto, jiulize, kupika najua? Chakula nampa mwanangu kwa wakati? Je, ninavyompa kinamtosheleza? Akina mama wengi, tusemane tu ukweli, akina mama wengi sana wana tatizo. Inawezekana hata unaonisikia ukitoka hapa upone kwa jina la Yesu kama bado una mume. Mke wangu, naomba maji ninywe, nina kiu. Umezidi mi maji kila saa kunywa. Mwenzi naomba tu maji kidogo ninywe mama. Kanichotee maji kule kwenye mtungi ninywe, hutaki kumpa maji. Na kuna wanawake wanaendaga kanisani lakini vimama vikatili. Anaweza kamnyima mume wake maji ya kunywa hata miezi hampi maji. Na uko nje kuna maji ya bure tu. Tena unabembelezwa. Kunywa kidogo vimaji vyangu vya baridi. Alafu vinanukia mtungi, nawekaga kwenye mtungi. Yananukia, unajua maji ya kwenye mtungi yanavyonukia udongo. Mimi binafsi napenda sana. Tena yachemshwe kwenye kuni. Kunywa kidogo vimaji. Kule maji yapewi. Huku vimaji vinabembelezwa. Baba wa watu akinywa hivyo vimaji, na utakapojua kanywa maji sasa unaleta ugomvi zaidi. Sasa huku kuna ugomvi, huku vimaji na bembelezwa. Hivi hata wewe mwenyewe unaenda huku au unaenda huku? Unaenda huku? Unaloea. Kupika kwenyewe hujui, unachemsha ovyo. Sio dhambi, jifunze. Ndio maana tupo. Jifunze. Ili ukitoa dozi unatoa dozi ya maana. Sawa Nimesema sio nini? Sio dhambi, jifunze. Na utakaa kwa amani. Mpe mtoto wako chakula kwa wakati, hata kula kwa watu. Lakini basi jifunze kama nilivyosema kupika, lakini toa inavyotakiwa. Wewe unatoa vimaji kwenye kijiko. Vimaji hata huko haipiti kiu haikati. Wewe unaona nini kuchota maji kwenye kombe kubwa? Kunywa baba. Tena baadaye unamuuliza, kiu imeondoka bado? Nikuongeze maji? Basi maji yametosha. Sivyo? Jana tulisomewa fungu hapa la Mithali 14. Uwezo wa kutengeneza familia yako uko mikononi mwako. Weka kando ujeuri, nikwambie. Ujeuri utakumaliza. Kushindana na mwanaume ni kupigana na ukuta. Nani anaumia? Nani anaumia? Wewe ndio unaumia. Mimi hapa hata nikiondoka kwa Urio, nikiondoka mimi mwenyewe, watu watasema nimeachika, si ndio hivyo? Lakini nimeondoka mwenyewe. Ushasikia wanaambiwa wanaume kaachika? Ninamaanisha familia mama una mchango mkubwa sana. Kwa sababu Mungu ametuambia mambo mawili, usaidizi na ulinzi. Nimesema tutajifunza usaidizi na ulinzi. Wewe unamlinda mumeo, na umlinde na umsaidie. Muache yeye aondoke, wewe usiondoke. Kaa pale na watoto. Ina mchango mkubwa mbaya sana kwa wazazi wanaotengana kwa watoto. Kaa pale. Yaani wewe banana hapo, yeye ndio afanye nini?
aondoke, wewe usiondoke kabisa. Hata watoto waone kwamba baba amefanyaje, ameondoka nyumbani. We banana hapo hapo. Hata akikwambia ondoka, sikutaki, siku hizi miguu yote ya kushoto, mwambie asante. Kaa hapo hapo. Sawa sawa. Bwana Yesu anatuambia maneno haya katika Mathayo 11 na fungu la 28 na 29. Anasemaje? Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Una mzigo gani asubuhi ya leo? Ni nini kinakutesa? Ni watoto? Maana kama kuna kitu mama kinamuumiza ni uzao wake. Ni nini kinakusumbua? Ni nini? Ni kadhambi fulani? Kijana wangu wa kike na wa kiume, nini kinakusumbua? Yesu anasema njoo kwake, lete huo mzigo, utue. Tusiwe kama kabila fulani hivi. Ndugu zangu, alipewa lifti, wakati huo magari lifti zilikuwa za mapadri tu. Sasa padri ana Land Rover lake, kampa lifti, alikuwa na mzigo. Kila akiangalia kwenye site mirror anamuona kabeba mzigo wake na gari inaenda. Akasimamisha gari akamwambia, "Oh, samahani, weka mzigo wako chini." Akasema, baba, ulichofanya kinatosha. Huu mzigo wacha tu na ubeba baba." Usiwe kama hao. Tua mzigo kwa Yesu, uondoke mwepesi. Ni nani asubuhi yale wanasema kwa kweli mimi kamzigo nako? Na hako kamzigo, sikia. Ukisoma Yohana 4, kisa cha mwanamke Msamaria, ili akimbie kurudi kijijini, alitua mtungi. Na kuna watu tumeshikilia mtungi. Haijalishi ni mdogo kiasi gani, mtungi ni mtungi. Ukikimbia ukiwa una kitu unakuwa mwepesi. Bwana Yesu anasema, hebu acha huo mtungi wako, uache miguuni pake. Anayesema namna hiyo kwa kunuia moyoni, tunapoenda kuomba, wewe ongea na Mungu wako moyoni. Mwambie kinachokusumbua. Mwambie Yesu akichukua ili uishi kwa furaha. Sawa watu wa Mungu? Nitaomba alafu mtiwa mafuta wa Bwana pia ataomba. Pastor? Yes. Ikiwa una mtungi wowote, una mzigo, Yesu anasema njoo kwake. Kama una masumbuko yoyote, simama na miguu yako, tumpe Bwana. Amina. 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 Amechukua hatua nyingine kabisa. Hili limtungi linabaki hapa hapa mama, unaondoka mwepesi. Sawa? Na Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, Mungu wetu unayetupenda sana, kwa unyenyekevu tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Tunakuabudu wewe peke yako unayestahili kuabudiwa. Tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuketi miguuni pako na kujifunza neno lako. Tunajifunza kwa lugha za kibinadamu. Tunaomba uweza wa Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli azungumze na kila mmoja wetu moyoni mwake. Baba, tumesimama na miguu yetu. Hayo yote masumbufu tulio nayo tunayaweka miguuni pako Yesu. Tunatua mitungi yetu, tunaiacha miguuni pako, ili tutakaporudi nyumbani tuwe wepesi kuwaambia watu habari zako Yesu. Tuwaambie ya kwamba njooni muone aliyeniambia mambo yangu yote. Asante kwa ajili ya binti huyu aliyechukua hatua mbele. Baba, ninaomba kwa ajili ya binti huyu, mtakase. Roho wako Mtakatifu asimpungukie. Mtue kila aina ya mzigo alionao. Baba, teta na wanaoteta na binti huyu, na upigane na wanaopigana naye. Bariki kazi za mikono yake. Mpe amani moyoni. Ikiwa ni familia, ikiwa ni chochote, Baba, ingilia kati na ukampatie amani ya mbinguni. Asante kwa kuwa wewe uko pamoja nasi. Mtoto wako anapoendelea na kuleta haja zetu mbele zako, maombi yangu na ya watoto wako wanaomba kimoyo moyo, na ya mchungaji, yakawe harufu nzuri mbele ya kiti chako cha enzi, kwa jina la Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu